sherehe hizi tusiishie kuwa iwe sherehe basi, lakini hebu tufanyeni tathmini, ni kwa kiasi gani na kwa vipi tunavipunguza, na ikiwezekana kuondosha kabisa vitendo vyote vya udhalilishaji na unyanyasaji. Isiwe sherehe kwa watu tumekuja hapa tukapiga kofi asante tukaondoka. Yawezekana kwamba vitendo ambavyo au mwalimu ambaye mwaka jana alikuwa na vitendo vile vya kudhalilishwa pengine katika sehemu yake ya kazi bado vipo, tusimame kidete, tupiganie na tumtetee huyu mwalimu. Elimu inatolewa, sheria zipo. Je, tuseme kwamba elimu yetu haikidhi sheria zetu zilizopo? Tuseme kwamba adhabu zilizowekwa ni nyepesi? Kwa nini vitendo vya udhalilishaji vinaendelea, havikomi? Hawapo watoto, hawa tunawazungumza wasichana, tuimarishe haki, usawa na uwekezaji. Hawapo watoto ambao wanakatishwa masomo wakapewa waume? Nyendo walimu, hawapo? Hawapo watoto ambao wanabebeshwa ujauzito chini ya umri wao? Hawapo watoto ambao wanatelekezwa? Na vitendo vingi vya udhalilishaji bado vipo. Sasa niseme, hebu tusimame, mwalimu ni kiongozi. Mwalimu ni kiongozi. Katika principles za ualimu moja ni hiyo, kwa mwalimu ana sifa kuwa ni kiongozi. Hebu tusimame kidete walimu, tukomeshe vitendo hivi vya udhalilishaji. Pengine sisi wanawake ama sisi walimu tayari tushajitambua, tayari tunafanya mambo mengi sana ya maendeleo, na tayari Mheshimiwa Rais Dr. Mwinyi ameshatuonesha mwelekeo. Lakini bado wasichana wetu wako nyuma, bado wasichana wetu hawajajitambua, na kwa sababu bado hawajajua haki zao, wala hawajajua nini wafanye, wala hawajajua sheria katika jamii. Tuna haki sasa, kina mama, walimu, tukae na wasichana wetu tuwafundishe haki zao ili waweze kujitetea, ili waweze kuwa na sauti. Wanafikwa na kadhia mbalimbali. Wasichana wetu wanadhalilishwa. Kila siku utasikia katika vyombo vya habari kesi nyingi sana zinazoonesha wasichana wetu wanavyodhalilika. Na sio kudhalilika kingono tu, lakini wanadhalilishwa katika mambo mbalimbali. Lakini hawawezi kujitetea, hawawezi kujisimamia, wanakuwa dhalili kabisa. Na kwa sababu wao wenyewe hawajajua namna ya kujisimamia, hawajajua haki zao. Wasichana wale ambao ni wafanyakazi wa majumba, wallahi ladhimu wanapata udhalilishaji mkubwa, na hasa kupitia mabosi wao wa kiume. Kwa hivyo iko haja ya kukaa na watoto wetu wasichana, kwenda sasa kuwasomesha ili waweze kujitambua. Siku kama hii sio tu kwamba inatumika kwa kusherekea tu, bali hutumika kufanya tathmini na changamoto zinazomkabili mwanamke, pamoja na kuonyesha njia za kuzitatua. Kwa leo hii tutakuwa na kongamano linalowashirikisha walimu mbalimbali wanawake wanaotoka skuli tofauti za hapa kanda Unguja mjini na hata zile za mashamba. Mada ya kongamano letu leo hii, itambue afya ya akili. Zatu imekuja na mada hii ikiona kuwa mwalimu wa kike amekabiliwa na changamoto nyingi ambazo zimekuwa ni kizuizi katika uwajibikaji wake. Ndugu mgeni rasmi, kupitia jukwaa hili tunaomba tumpongeze Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutuamini wanawake na kutupa nafasi nyingi za uongozi katika serikali.